Karibu tena kwenye kipindi cha Shamba Time na jina langu ni Mohamed Mshangama. Leo hii tuko katika eneo la Gikambura, Kikuyu, ambapo tunapatana na mkulima mmoja hodari kwa jina la Pastor Mogo. Ungana nami tupate kujijuza mengi kuhusiana na kilimo. Karibu sana Pastor Mogo. Yes. Unaweza eleza wakulima wa kilimo ambacho unaendeleza hapa? Asante sana, mimi naitwa Pastor Mogo. Kwenye pande hii yetu ya Gikambura, Kikuyu sub county, ninalishaga kuku sana sana za kienyeji. Kwa sababu hizi kuku ya kienyeji unaifungulia asubuhi, ukienda kazi zako unakutana hapa jioni. Apart from ukulima wa kuku, kuna ukulima mwingine mwenye unaendeleza hapa? Niko na ukulima wa mbuzi ya maziwa. Mbuzi za maziwa nimeona ni mzuri. Na pia sugura. Kwanza sugura ni mzuri, tunazirisha kwa maana ya manufaa ya bolea na makojo yake. Inakuwaga ni pesticide somehow control. Inanifurahisha, alafu kuzaa, they reproduce a lot. Kwa upande wa kuku, mbuzi, sungura, ni gani umeshikilia sana? Ni kuku. Kuku ndio nimeshikilia sana kwa sababu inaokoa jahazi. Kama ni mayai, moja ni 20 to 25. Unaligana kama unauzia mtu wa kuenda kukula, huyo ni 25 wa dukani, au ni 20. Naona sasa ukiuza hivyo, wewe ukafilisika sana. Na sasa kama hao kuku tunaongelea kuku kama wangapi hivi? Hao nimelisha. Sasa hii nilikuwa na mingi, lakini sasa hii niko na kama 30. 30. Faida yake iko aje? Faida yake ni mzuri. Wakati wa kuiuza, unaiuza. Wakati wa kuikula, hii ni zile zinakuwaga kubwa. Ni kienyeji kazuri, mnakuwa na familia kama siku 2. Alafu tena kuiuza not less than 1,000. Unaona sasa inaigiza pesa, hata ukiuza 10 unaona giri 10 zimeingia. Kwa sababu nikiuliza tu kwa ufupi, haukuanza na kuku wote wakiwa 30? Hapana, sikuanzia na wao. By the way, nilianzia na 3. Jogoo moja na hii ingine mela 2. Na ilifikiaje hadi ukafikisha hao sasa? Ni zinalalia. Ikilalia kama pale tunaona kuna vifaranga, unaelesha tiu, zinalalia, zingine zinalalia hivi, mayai yao inachukua ile ambayo ni ya mwisho, alafu inalalishia. Ile imekaa sana. Na imekuchukua muda mrefu kufikia wafike hapa? Hapana. Hizi ukizilisha mzuri, huwezi ukakaa sana. Kama miezi 7, miezi 8 hapo. So hauja consider any form ya kulea ama kuagua mayai apart from kuku kulalia mayai? Faida ingine ninasema kuhusiana na kuzalisha mayai ndio waaguliwe, kufikia kuku wanakuwa ndio wa kuaguliwa. Hauja consider any means apart from hiyo kienyeji, labda incubation na njia zingine? Kwa hizi iko tu hiyo kulalia, lakini bahali sasa tunakusanya wakulima wengine. Hapo ndio tulisema haja yetu, tukaletewa incubator. Tuko na incubator, nitaenda kuwaonyesha. Lakini sasa hizi za kienyeji hapa zinaendelea tu. Na hapa kuna any challenge yenye una face kwa kufuga kuku ama kuwalea? Challenge ni 2. Ya kwanza, saa zingine ni chakula zinakosekana kama huku za mayai asubuhi. Hiyo ni challenge moja. Challenge ya 2 ni mahali ya kuidentify mahali kuna chakula mzuri. Ukishindwa na hiyo, utakuwa unazipatia chakula hazitagi. Lakini sasa ni mzuri identify mahali kuna chakula ile mzuri. Kama sasa siku hizi tunaipea broken gano, na hiyo inaleta manufaa sana. Hiyo challenge nyingine ni dawa. Wakati kama huu ulikuweko wa Julai wa baridi, ukishindwa kuzipea dawa,
zinapotea macho. Okay. Na kwa chakula nimesikia ati unazipea ni broken ngano. Inakuwa imechanganishwa na nini na nini hasa? Broken ngano ni ile ngano ambao kwa saba na mchele ambazo sasa zilikuwa ni kama leftover. Wakichukua ile mzuri, sasa hii broken ngano ndio ile mabaki. Okay. Hakuna chakula yote ya duka ambayo unaipea? Chakula ya duka hapana. Hii tu kuna factory ambayo tuko naye ndio inatumixia hii. Okay. Inakuwa mzuri sana. Na in terms of security, security yako hapa ya kufuga kuku iko aje? Nimezijengea nyumba ya drum, mahali ninaziweka na pia nimerisha mbwa. Hakuna maybe umesema unaziachilia, kuna wanyama maybe mwewe? Hapana. Ukirisha mbwa hapa mwewe hawezi ikakaribia. Alafu tena ile duck, ukiona zile duck nimewaonyesha, ukiwa mahali na bata mwewe haikujagi. Okay. Inapigwa mpaka vita. So security iko sawa kabisa? Iko sawa ya usiku na mchana. Biashara unafuga wa nyumbani, urembo, biashara ama? Ya biashara. Siku hizi ni kilimo biashara. Biashara yake iko aje? Biashara ni mzuri ya kuku. Kama unataka pesa mingi unauza kuku. Kama unataka pesa kidogo kidogo ya running the family unauza mayai. Na kuna faida yote ile? Kuna faida. Faida iko vipi? Faida iko sawa, unaona inakubakishia pesa ya kununua chakula ya familia na pia ya kuendesha watoto masomo shuleni. Tofauti ya saa hii na ile wakati wa labda kulikuwa na crisis ya corona. Unaona faida iko aje ama kilimo yako inaendelea? Inainuka. Hiyo ni swali mzuri sana. Zinainuka, biashara inainuka. Hatujapigwa kama wakati wa corona. Na sasa ninaona it is improving. Kwa maana chakula kupata si shida. Kimix maneno yako inakuletea faida kubwa. Na kwa kuku niulize tena maybe magonjwa, kuna magonjwa wenye wanakuja kusumbua hapa? Kuna magonjwa ya chicken fall inakuja na coccidiosis, lakini sasa hapa kama ni kienyeji kuna ile majani saa zingine unachuna unawekea kwa maji. Hauja consider maybe kuleta hawa madaktari wa kuku ama madawa za nini za duka? Madawa duka si sana. Kwa maana hapa ni natural. Unaenda unachuna. Tuko na hiyo, tumejua ile majani ambayo inafaa. Kama hii aloe vera. Aloe vera na majani ingine hapa tunaitaga kiruru. Hii ukivuja ukatakatie pale. Ukipatia 1-2-3 days inakuwaga ni mzuri. Kwa hii kilimo cha kuku umeianza kutokea lini ama umeifanya kwa muda gani? Nimeanza kwa miaka mingi, nimekuwa hivyo. Hata watoto nimewafundisha, nimewapeleka shule Udhero High School kupitia hizi. Na kilimo nilianzia nikiwa secondary form 2. Nikaona ni tamu. Sasa wakati niliacha, mimi by the way profession yangu ninafanyaga kazi ya blood pressure na mambo ingine. Lakini partly sasa nimekuja kujua kuku wanakuajiri. Okay. Sasa ile unafanyaga tu once per week kwa hospitali, unakuja sasa ground unawaachia. Na unaweza ambiaje mwenye ako pale nje na ndio anaanza, unaweza mwambia aje ama unaweza muadvise aje kuhusiana na kilimo cha kuku, labda ni kienyeji ama? Mimi nitamwambia hivi. Wakati atapata mshahara yake mahali analipwa, anikujia ama kujia watu wengine, auziwe kuku the best breed. Sasa akiuziwa hizo afunge kuku. Akienda kazi anakuja anaona kuku, uzuri wa kuku unalima na unaenda maboigi. Sasa wakati atakuwa stable aigirie kilimo ya kuku, haina stress. Pia kienyeji iko na breeds tofauti. Hii sasa ya kienyeji ni mzuri sana. So ni kuku gani yenye unaweza ambia mtu anaweza shikilia yenye labda haipatani na magonjwa sana ama kienyeji? Kwanza ukiachilia inaenda inakula mchwa na huko, inakula vitu vingine huko kwa mchanga na inakuwa very nutritious. Kuku wa mayai. Ile ukiona mzuri sana, miguu yake inakuwaga either blackish ama yellow. Okay. The best. Kuku wa mayai, nimesema unapata mayai. Mayai ni kama kiwango. Mayai niko naye. Hata vile unaona ile iko. Ninapataga 1 tray. Kwa siku kuku moja inaweza taga mayai kama ngapi ama yai ngapi ama? Kuku moja inatagaga 1. Yai moja kwa siku moja. Na sasa ndio ifikie kuanza kulalia hayo mayai ya kuagiliwa. Inakuwa imefikisha mayai kama ngapi? Kama yai 23 hapo. 23.
Ulisema ati kuwa umesomesha pia watoto wako kupitia ufugaji wa kuku. Nikiuliza kama kuna wenye wanakuwa wameajiriwa pale nje, wewe kwa mwezi hivi unaweza sema mapato yako ya kilisho cha kuku ni kama pesa ngapi hivi? Hii vile inaigizaga pesa, ikiigiza 400 per day, sasa unaingia kwa kasako, una save. Sasa ukisave waweza kopa ile pesa unata, alafu unaendelea kulipa. So per month huanga kuku zako unaona zinakupea pesa kama faida hata kiasi 6,000. Zaweza pea hata 6,000. Sasa ukiconnect sasa kwa kasako inakusaidia. So apart from kuku, ni nini ingine umefuga hapa hasa? Nimefuga mbuzi ya maziwa. Mbuzi za maziwa niko na 3. Mbuzi. Pia nimesikia sungura. Na sungura niko nazo. Sungura uzuri wake, hakuna ambao inazaa watoto wawili, inazaaga kuanzia 10. Sungura breed, uko na breed specific ni unafuga? Flemish Giant. Kwa nini hiyo na si hiyo? Naipenda kwa sababu ukubwa wake na nyama yake inakuwaga ni mingi. So sungura wako unawafuga kwa sababu ya nyama ama ni biashara tu ya nje? Kwa sababu kwanza ya nyama na biashara za nje. Wakati wa kuuza unaona hata mtoto yake unauza 1,000. Mtoto wake peke yake. Na sasa sungura mzima ikiwa kubwa unauza 3,000. Hauwezi consider kufuga sungura aina nyingine hapa ama? Nataka Flemish Giant. Furaha yako ni gani? Kwa sababu hata ukiona ni maua nyumbani, alafu wakati wa kuiuza iko na pesa. Na chakula yake ni kununua ama? Tunanunua chakula yake, alafu tuna mix na majani. Ni chakula gani hasa unapenda unatumia kwa wale kwa sungura? Rabbit pellet. Kuna pellet ya sungura. Ugonjwa wote inawaathiri wale sungura? Magonjwa ya sungura nimekuja kujua ingine ni kama ya kuku. So they say almost the same medicine. Kuku inakuwaga na magonjwa karibu kama ya sungura. So ni mzuri wakati mwingine unaangalia ni magonjwa gani ingine, lakini ikinishida ninaitaga tu veterinary. Kwa maana ile sana inakujaga ni ya macho. Sasa huyo ada medication. Sasa na idunga shindano mara moja na hiyo. Hiyo shindano kwa gozi ni once. Ni once hiyo. Si ni eneo ya masugura. Sasa ilikuwa hivi mgonjwa nakula ama? Inakula pole pole. Na pea tu pellet. Niko na mpango ya kuzijengea mzuri, lakini for the time being nimejega simple. Na sungura umeanza kulisha kutoka lini? Tuko mwezi wa 7. Mwezi wa 8 last year. So hazijakomaa sana? Sijakomaa sana. Okay. Na ndio nimekuja kugundua magonjwa yake. Unaona sasa hiyo haisikii mzuri vile. Lakini daktari amekuja amekatengeneza. Na bado unapanga kuongeza? Na bado nataka kujenga mzuri na kuongeza. Nimekwambia mimi ni mkulima mdogo. Uko na mahali unauza sungura, nyama ya sungura ama ni yako tu ya kukula hapa? Ni yangu ya kukula for the time being, lakini kuna watu wameorder. Na zikizani waitie. Sungura kama huyo akiwa amekomaa kabisa unamuuza kwa pesa ngapi? 3. Hiyo ni 3. Hata hiyo ni market ready. Uzuri hapa market ni ready. Unatafuta kwa watu 10. Hata mayai. Nada tu umekuja weka pale. So kwa wakulima wengi naangalia kuna faida mingi kwa sungura. Apart from biashara na nyama, kuna faida nyingine wewe unategemea kutoka kwa wale sungura? Makojo yake na mbolea yake. Kama sasa hivi ukiangalia hata masaba mingi haina tumahidi. Hii yangu iko na mahidi kidogo kidogo kwa sababu ya hii mbolea ya sungura. Na mwagilia hapo chini inakuwa ni pesticide control. Ningependa unionyeshe venye uwanga una collect. Ni umesema ni mbolea. Ningependa sana. Ikiwa ndani ya nini mahali yake kwa sababu ina mix. Unaona ikimix hivyo ndio mzuri. Nina swali lingine nilikuwa nataka kuuliza. Mkojo wa sungura haswa uwanga ninasikia inaharibu mbao.
Ni nini na consider kama sasa nyumba yake chini umeweka, kuna kitu umeweka ama umejenga tu na mbao bado? Hapana, unafanyaga hivi, unawekaga mpaka wire mesh chini. Sasa wire mesh inasaidia nini? Inasaidia wakati sasa nitakuonyesha na ile. Kuna mahali sasa inakunia na kuna mahali inalala. Nikuja nikuonyeshe kama hii. Okay. Unaona kama hapa, si unaona hapa ni safi? Hapa ndio inalala. Hapa. Okay. Alafu hapa ndio inakunia. Okay. Kwa hivyo zinapenda usafi, zinajua pa kulala na usafi inatofautisha. Lakini sasa mimi nikijenga, mimi naelewaga italala hapa, itakunia hapa. Na hii mbolea unaitoa, unabadilisha ama unasafisha nyumba kwa muda gani? Maybe wiki. After wiki 2 unakuja unaitoa. Alafu unaiweka kwa nini? Unaiweka kwa saba. Okay. Kaukiwe huko. Sawa. Sugura ni mzuri sana kwa mbolea na kwa mazao yake iko sawa sana. Okay. Hiyo mix up ya hiyo mbolea ndio sasa una collect mzuri, unaenda unaweka chini. Okay. So ndio unatumia kwa shamba kama pesticide. So ina faida mingi sana. Ina faida mingi. Sasa hiyo mbolea na makojo yake ikimix dhalali unaweka chini ya hizo mahindi na chakula zingine. Okay. Asante sana na ninashukuru. Ningependa sana utuoneshe mahali unafanya kama ni chama unafanya naye ama unafanya ki-individual sijui. Mtawapeleka sasa mahali tunafanyaga kama kachama. Okay. Ningependa sana na nimefurahia sana kwa muda wako. Sawa. Na mimi nimefurahi kwa kunitembelea pande yetu ya Kikuyu, Kabura. Karibuni tena na tena. Shukrani. Shukrani. Tumekuwa naye Pastor Mogo ambaye ametufunza mengi kuhusiana na kilimo cha kuku, sungura na vile mbuzi wa maziwa. Natumai umejifunza mengi kuhusiana na kilimo biashara. Ungana nami siku nyingine tupate kujifunza mengi. Jina langu ni Mohamed Mshangama. Pia tukiwa mashambani tunaendelea kutazama Bethel Clouds TV.